Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wangu kupitia mitandao ya kijamii kwa maana ya Instagram, Facebook, YouTube, TikTok na magrupu mbalimbali ya WhatsApp mahali ambamo mtapata video hii. Awali ya yote ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa majina naitwa Mchungaji Yosam Ezekiel Chingon wa kanisa la FPCT hapa Chimara. Ninakuletea ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 7. Nini nataka nizungumze mahali pale? Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 kwa ujumla, tunaona jinsi ambavyo Musa alikuwa jangwani akichunga kondoo wa baba mkwe wake mzee Yethro, wakati ambapo aliuona moto ukiwaka kwenye kijiti na wala kile kijiti kilikuwa kiteketei. Baada ya Musa kugeuka kwamba ayaone yale maono, Biblia inasema Mungu alipotambua hilo akamwita kutoka kwenye kijiti, akamwambia usikaribie mahali hapa kwa sababu ni mahali au ni nchi takatifu. Wakati Mungu anazungumza na Musa maneno haya, ni mahali ambapo Musa alipata wito rasmi wa kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Ukiendelea kushuka pale chini utashangaa Mungu anamwambia vua viatu vyako, maana nchi hii ni takatifu unaposimama. Na baadaye Mungu anamwambia Musa kupitia kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 ya kwamba nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, jinsi ambavyo wanapita kwenye mateso. Nimeona namna ambavyo wanatumikishwa. Unafahamu wana wa Israeli wamekaa Misri kwa zaidi ya miaka 430 wakiwa utumwani, wakiwa chini ya utawala wa nchi ya Misri, lakini wakiongozwa na viongozi katili, lakini pia viongozi ambao hawakuwatendea haki kabisa. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu anamwambia Musa kwamba nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri na sasa nakutuma kwa ajili ya kuwaokoa. Sikiliza nikwambie, ukombozi unaanza rasmi kupitia mtumishi wa Mungu Musa, kwamba akawakomboe wana wa Israeli wakiwa kwenye mateso, wakiwa kwenye utumwa katika nchi ya Misri. Jambo moja nataka nikwambie usilolijua ni kwamba hizi process za ukombozi au hatua za ukombozi wa wana wa Israeli zinakuwa na utata au zinapingwa na watu mbalimbali, wakiwemo wachawi na waganga wa kienyeji. Hatua ya ukombozi ama ukombozi ni process inayopingwa na iliyopingwa na waganga wa kienyeji pamoja na wachawi. Wachawi ni watu wasiopenda kuona uko huru, ni watu wasiopenda kuona una amani, unafurahia ndoa yako, unafurahia huduma yako, unafurahia maisha yako ya wokovu. Ni watu wasiopenda kuona kitu cha namna hiyo. Lakini nimekuletea ujumbe huu mahususi kabisa kwamba yuko Mungu awezaye kukuona kutoka kwenye shida ulionayo, kutoka kwenye mateso ulionayo, kutoka kwenye maumivu ulionayo, kutoka kwenye magonjwa na tabu, misukosuko na rana mbalimbali zilizokukabili kwenye maisha yako. Na hivi sasa nimekuletea ujumbe huu kwamba Biblia katika kitabu cha Isaya sura ya 53 ukianza mstari wa 1 mpaka kule chini utashangaa kuona maana kwa kupigwa kwake sisi sote tumeponywa. Sisi sote tumepona kutoka kwenye kansa, tumepona kutoka kwenye HIV, tumepona kutoka kwenye magonjwa magumu yasiyozungumzika ambayo hayawapi hata baadhi ya wachungaji kuzungumza, hayawapi nafasi ya kuzungumza kwa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini hata China wameshindwa kuponya. Lakini Mungu wetu na nguvu zake hazina mipaka. Mungu anafanya, Mungu anaokoa. Mungu haangalii mazingira ili amokoe mtu. Mungu anaangalia thamani ya ile roho inayokwenda kukombolewa kutoka kwenye marango ya kuzimu, kwenye marango ya kiuganga na kichawi. Farao akawaita wachawi, akawaita waganga wa kienyeji, akawaita wapunga mapepo, lengo kuonyesha ishara zinazokinzana na ukombozi ambao Mungu anaenda kuufanya kupitia mtumishi wake Musa. Ninakuletea ujumbe huu kwa upendo kabisa na kwa unyenyekevu wa moyo. Mungu anakupenda. Mungu anatambua thamani ya moyo wako.
Sina maneno mengi mazuri sana ninayoweza kuyazungumza kwako zaidi ya kukwambia Mungu anakupenda na anakuhitaji ili akuweke katika level ya ukombozi. Anakupenda mno. Mimi kama nilivyojitambulisha kwako, naitwa mchungaji Yotham Ezekiel Chinglon. Nimeleta ujumbe huu kwa kifupi sana, lakini lengo mahususi kutana na jumbe nyingi na zenye nguvu na zenye upako wa Bwana, upako wa kukutoa kwenye magereza ya kichawi na upako wa kukutoa kwenye makandamizo ya kidunia. Tukutane kwenye mkutano wa Injili unaofanyika katika kijiji cha Mtamba, kitongoji cha Mlangari. Ubarikiwe na Mungu aliye hai. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Yesu mtenda miujiza atawafungua. Ni katika kanisa la FPCT Mlangani. Ubarikiwe sana Mlangari. Ubarikiwe sana, na Mungu wa mbingu na nchi akukumbuke, akutunze na kukutoa kwenye adha unayoipitia. Amen.